kweli hii tabia ya ufukwaji wa makaburi hatujaizoea kabisa katika kijiji chetu. Hizi taarifa zimenisikitisha sana. Labda tu niwape taarifa. Polisi wapo katika uchunguzi wa jambo hili, na wahusika lazima watakamatwa ili iwe funzo kwa watu wenye tabia kama hizi. Niwape pole wanafamilia kwa hili ambalo lililojitokeza. Unajua nini Vevo? Mimi nachokiona hapa, wewe itunze vizuri hiyo pete. Kisha tutafuteni nauli ya kutupeleka mjini tukajieleza hapo. Au sio? Nadhani nimeona ukubwa wa eneo. Ni matumaini yangu ndani ya siku 3 mtakuwa mmeshamaliza. Na mkimaliza mtakuja kuchukua pesa hiyo. Sisi tunaanza saa hizi mpaka jioni tunakuwa tushamaliza. Eneo lote mnaweza kumaliza ndani ya siku moja? Tunaweza. Sawa. Ni ninyi tu mkimaliza mtakuja kuchukua pesa hiyo. Tumemaliza. Umemaliza? Kama uamini tunaweza tukaenda ukajihakikishia. Haina haja. Ila tu nimeshangazwa na uchapakazi wenu. Ngoja nikawape pesa yenu. Unanisaliti? Anakusaliti? Hivi mmekuja kuchukua pesa yenu au unazungumza mwanamke wangu amekusaliti? Hivi una akili sawa sawa? Lakini ni mwanamke wangu. Hivi kwa hadhi yako wewe unaweza kumiliki mwanamke mzuri kama huyu? Sasa nimesema tokeni kwangu. Tokeni! Yaani unatembea na mwanamke wangu alafu bado unanipandishia kibesi. Unasemaje wewe? Wewe unasemaje? Yaani wanipige alafu niwalipe juu. Sasa hiyo pesa mnaohitaji ndio nimeitumia kulipa matibabu yangu. Full stop. Nadhani mmemsikia alivyosema kwamba hawezi kuwalipa hiyo pesa. Na nyinyi kwa nini mumpige? Mnajua kama angeamua kwenda polisi basi wote mngeozea jela. Sasa mwanangu umezingua kinoma yani. Yaani tumekosa pesa kwa sababu ya mapenzi. Yaani baada ya kukaa kwa za pesa unamwaza Sofia utamu. Afu isitoshe. Yule mwenyewe ni chula tu mwanangu. Yaani baada ukae uwaze kwamba tunaendaje mjini tukauza hiyo pete. Unakaa unaanza kuanzisha ugomvi kwa sababu ya yule mwanamke. Asaya nimefall in love sino janja tena. Karibu yangu mimi sina tena wa kumsogeza. Na ukiwa mbali nami na wewe seka.
naogopa sije ndo kaondoka ukauacha moyo wangu nalia. Maumivu ya mapenzi yanatesa, unaweza ukapotea kabisa. Licha ya mapenzi yangu, upendo wangu kwako, ukurasa wa mapenzi yangu moyoni mwako upo. Nimejifunga jela, jela ya mapenzi. Nimejifunga jela, jela ya mapenzi. Sofia wako nisaliti mimi. Ananisaliti kwa sababu sina pesa tu. Na ukiwa mbali nami na wewe seka, naogopa sije ndo kaondoka ukauacha moyo wangu. Maria ananisaliti kwa sababu tu sina pesa. Kama ningepata shilingi 50,000 ningeweza pata pesa ya kuongezea, niweze nikauze hii pete na kila kitu kuwa sawa. Nakuja. Vevo, sijapenda kukusaliti. Bibi yangu anaumwa na nilikueleza hilo. Lakini ulikosa pesa ya kunipa nipeleke hospitali. Na Butu alikuwa ananitaka siku zote, lakini nilikuwa namkataa. Kwa hiyo akaniambia atanipatia pesa yoyote ile ninayoitaka kwa ajili ya matibabu ya bibi yangu. Endapo tu nitakubali kushiriki naye. Lakini mimi nakupenda wewe. Saya nimefall in love, sina ujanja tena. Karibu yangu sikupata chochote na bado bibi yangu hajatibiwa. Nimeelemewa mimi. Sijui lipi la kufanya. Sofia, usijali. Mimi nishasamehe mzee. Tayari nishasamehe. Maumivu ya mapenzi yanatesa, unaweza ukapotea kabisa. Licha ya mapenzi yangu, upendo wangu kwako. Kama zali fulani tu. Mazabe hapo unakuja unashangaa tena 50,000 tena nyingine hiyo hapo unapata 50,000 hapo. Kudadeki. Wewe baba una roho ngumu. Kwa hiyo umeamua kurudiana tena na Sofia Utamu. Koma. Huyu sio Sofia Utamu. Alafu pia si rahisi kuachana na mwanamke mzuri kama Sofia. Ha?
Rafiki yangu, yaani umemshuhudia kwa macho yako mawili anatoka geto kwa mwanaume akiwa kavaa kanga moja, eti unamsamehe na kurudiana naye kweli? Bibi yake alikuwa anaumwa. Butua alimwahidi hela. Kwa hiyo aache kuhangaika kwenda kutafuta pesa ya kumtibia bibi yake huko. Anilindie penzi langu mimi, si uchizi huu. Kuna kitu alafu nyinyi hamjakijua. Ile siku hawakufanya chochote. Ameniambia Sofia alibana miguu. Si ndio? Ndio baby. Mapenzi haingiliwi bwana. Waache yenyewe na penzi la shata. Sawa, sasa Vevo. Hujasikia kuna ajira sehemu yote tukakiamsha? Sijasikia. Basi sisi kuna sehemu kuna mchongo tunausikilizia. Kama ukikaa sawa utakushtua. Hodi. Habari yako? Salama. Sengo nimemkuta? Hapana, ametoka muda sana. Akirudi mwambie kesho asubuhi namhitaji nyumbani kwangu. Kuna kazi nataka kumpatia. Sawa. Nitafikisha taarifa. Uwe na siku njema. Karibu tena. Samahani kwa kile kilichotokea siku kadhaa za nyuma. Mimi sikujua ule mpuuzi kama mwanaume wako. Nisamehe. Tuachane nayo. Vipi bibi anaendeleaje? Anaendelea vizuri. Kiukweli bado nalikumbuka ile penzi lako la siku ile. Umenivuruga. Umenichanganya mwenzio. Unanichukuliaje? Unaona ni mwanamke malaya eh? Sikia. Nilifanya vile kwa ajili ya bibi yangu. Isitoshe, uliahidi kunisaidia matibabu yake. Badala yake ukajifanya kukasirishwa na kipigo. Kwa hiyo, kuanzia leo, naomba usinizoee. Usifanye hivyo tafadhali. Usifanye hivyo. Nakuomba. Unajua mimi nakupenda sana. Unajua kuna vitu vinachekesha sana katika hii dunia. Kwa nini mume wangu? Hivi unaweza kuamini kwamba Vevo amerudiana tena na Sofia Utamu? We, usiniambie. Sasa mbona namng'ang'ania hivyo? Mwanamke mwenyewe malaya yule. Tu. Mungu niposhie na hichi kizazi. Mwisho atampatia maradhi kijana watu bado mdogo kabisa. Mimi mwenyewe nimeshangaa kuona akitoka hospitali wameshikana mikono. Wametoka kumuona bibi yake Sofia Utamu. Wenye mapenzi yao tena. Sasa mume wangu. Kawaida alikuja hapa. Sijui kwa nini sikukujua toka zamani. Vipi ratiba yako ya leo? Nataka niandae uje nipelekee bibi hospitali.
Baadaye sitakuwa na kazi, ila mchana nitampelekea chakula. Basi sawa. Nilikuwa naomba kutoka hospitali uje nyumbani. Kiukweli sijaridhika kabisa. Nahitaji zaidi. Isitoshe na zawadi yako nzuri kabisa. Amekuja kufuata nini mpuzi? Ni mshenzi sana wa tabia. Eti anakuja kuniambia ananipenda. Mara anataka kunioa. Ana pesa nyingi atanipatia ninachokitaka. Nikamwambia unikome. Nina mwanaume wangu nampenda sana na nimeridhika na kidogo alichonacho. Katoka hapa na hasira. Ndio maana amemwona kakunja uso. Kumbe jamani Rofa. Achana naye. Kikubwa mimi nakupenda. Ukiwa na shida yoyote wewe niambie. Hicho kiasi cha pesa mimi nitalipa. Lakini nataka kujua hiyo kazi mtaifanya kwa muda gani? Tajiri, sisi chapo tu tutakuwa tumemaliza. Siku 2 zinatosha kupanda. Kwa hiyo wewe ondoa shaka. Sawa. Ni nyenye tu. Mtaamua lini mwanze kazi. Kawaida umetupa kazi. Na hapa yenyewe ndo tulikuwa tunakuja nyumbani kwako. Lakini kwa bahati nzuri tumekutana hapa. Sasa mwanetu, twende chapu tukapige kazi tukamilishe ile jambo letu. Anatoa shilingi ngapi kwenye hiyo kazi? Anatoa 1,500,000. Ina maana kwamba kila mmoja anaweza kupata 50,000. Sio jambo la kuelekea uvivu kabisa hili. Sasa mimi hapa nina kipengele. Nampeleka Sofia hospitali. Baadaye nyeta ngulieni afu nitakuja. Kulikoni? Na kwa nini unataka kulijua hilo? Okay. Anyway. Nahitaji uwazungushe baada ya wao kumaliza hiyo kazi. Haya ndio atakuwa malipo yako. Mbona hukutokea? Kuna vipengele vilijitokeza. Hivyo sikuweza kupata nafasi ya kutokea. Na hata hivyo pia kawaida huwa ni msumbufu sana kwenye malipo. Unaweza kufanya kazi vizuri, afu ukifika wakati wa malipo mkaanza kuzungushana. Kwa nikaona bora tu mimi sitokee. Msumbufu kivipi? Mbona mimi anihakikishia? Na nishai kufanya naye kazi akanilipa vizuri tu. Ndio maana nikamwambia ndugu zangu tuende tukafanye kazi kwake. Sasa wewe unanichanganya yani vipi unavyoniambia kawaida ni msumbufu kwenye malipo. Kama nyinyi mnafanya hiyo kazi fanyeni. Mimi siwezi kufanya kikweli. Nitajua wapi nitapata hiyo pesa na.
najua nitalimaliza. Vipi tena? Anadai anatoka kwenye Kwa mwanangu wewe umekosa watu wa kulipia mpaka umlipie mwanamke wangu. Kwani kuna ubaya gani mimi kumlipia mrembo kama huyo? Wewe una ndugu uweze kuwalipia. Wewe unasemaje? Kwa hiyo wewe kwa vipesa vyako uchwala ulivyokuwa navyo yani unataka watu wasiishi kwa amani hapa kijijini, si ndio maana yako? Wewe sikiliza. Wewe una pesa yoyote yani usikutani wewe kima tu. Vipi bibi? Pesa zote zile Vevo amezipata wapi? Maisha ya Vevo yamebadilika sana. Si nilikwambia? Siku hizi anamiliki nyumba nzuri na ameinunua. Wala hajapanga. Ndio nataka uniambie. Pesa zote hizo amezipata wapi? Au ulishai kumuuliza labda? Sijawahi. Lakini ni mtoto wa kiume anafanya kazi. Sawa, anafanya kazi. Sasa ni kazi gani? Mbona maswali mengi jamani? Twende nyumbani tukapumzike. Akipala. Asamani mama. Hivi siku mbili hizi hujamwona Vevo? Ina maana amjui kwamba Vevo amehama? Amehama? Ndiyo. Tajiri mkubwa kama Vevo anawezaje kuishi katika kijumba kama hichi? Sango. Vipi Zumba? Kwema? Hakuna cha kwema hapa. Vevo, tunataka utuambie kwa pete iko wapi? Kuna shida? Oya mwanetu. Usituone sisi watoto wadogo katupandisha hasira zetu bure. Tunataka tuione pete iko wapi. Hatuhitaji maneno mengi. Mimi nadhani tungeenda ndani. Muweze kupata hata juisi yao mengine yanazungumzika. Vevo, nyamaza. Tena nyamaza kabisa yani unajua. Kaa kimya kabisa mwanangu. Yaani wewe umeenda mjini, umeuza pete peke yako, unakuja unaishi kwenye jumba kama hili. Unaingia mtaani, unamwaga pesa ovyo. Ili mradi upate sifa, sio? Ili mradi upate sifa. Sisi mtaani tunapigwa na vumbi mwanangu. Alafu unaishi vizuri. Oya, Vevo. Tuonyeshe pete iko wapi. Tunataka pete iko wapi. Umesikia? Tulia basi, tulia. Mimi mbona pete sijauza? Pete niko nayo. Pete ni Sasa kama hujaiuza, hizo pesa zote za kuishi nyumba kama hii
na kumwagia watu barabarani huko. Umezitoa wapi? Kuna michongo yangu tu nilifanya imetiki, ndio nimepata pesa. Ndio hiyo ghafla hivi? Mimi nadhani kama ningekuwa sijawaonyesha pete, ningekuwa na wajibu wa kujibu hayo maswali yenu. Lakini pete simeiona ipo. Sawa. Pete tumeiona. Lakini Vevo sasa hivi unamiliki pesa. Unaonaje ukatulipia nauli tukaenda kuiuza hiyo pete? Ili na sisi life yetu ibadilike. Pesa zangu hazihusiani chochote na kuuza pete. Kwa hiyo nyie endeleeni kwenda kuhangaika na vibarua. Na mkipata hiyo pesa ya nauli, basi mtanifuata na kunieleza. Nadhani tutaenda. Lakini Vevo. Vevo. Nani tena? Au polisi? Polisi waje hapa kufanya nini tena jamani? Wow. Umenunua gari? Shikamoo bibi. Kesho kutwa naenda mjini kutoa pesa benki. Hivyo naombeni mnivumilie. Kwa hiyo 20,000 ina maana gani? Kwamba ni kifuta jasho au? Kifuta jasho? Kivipi? Ikiwa mtabaki mnadai 130,000. Ha? Sengo. Mrudishie bwana. Kama ulikuwa unajua hauna pesa hapa, ulipaswa kutuambia mapema. Sawa. Basi subirini. Kesho kutwa kila kitu kitakuwa sawa. Unajua nini? Ndio maana Vevo alisema kawaida mizinguo sana. Ona sasa kilichotokea. Halafu kuhusu yule Vevo, napata maswali mengi sana kila nikiwaza. Ametoa wapi hizi pesa zote? Imekuwa ghafla sana ndugu yangu. Labda ameuza mashamba ya urithi. Hapana. Urithi? Ndio apate pesa zote zile. Isitoshe, amenunua mpaka gari mwanangu. Kiukweli inashangaza. Inashangaza sana. Na mwana amebadilika kinoma yani. Habari zenu wazee. Samanini kidogo kuingilia katika mazungumzo yenu. Hivi mnaweza mkaniambia Vevo ameupataje utajiri? Maana ni ghafla sana. Tumeona tuje kwako ba mdogo. Uenda ukatusaidia. Kwanza poleni sana. Ni kweli mimi nilikuwa na urafiki na baba yenu. Lakini kuna mambo ya kidunia yalitokea tukagombana. Na ndio maana hata kwenye msiba wake sikuweza kufika. Kuna mambo mimi na baba yenu tuliyafanya mpaka tukawa matajiri. Hivyo hata nyinyi mnaweza kuendeleza huo utajiri. Ni mambo gani haya? Kuna pete alikuwa anaivaa baba yenu enzi za uhai wake. Kwa hiyo nendeni kwenye kaburi lake mkafukue, kisha mchukue hiyo pete. Mtakapoivaa basi chochote mtakachokiomba mtakipata. Siku za nyuma kaburi lake lilikutwa limefukuliwa. Mpaka sasa sisi hatujui nini chanzo. Na wahalifu bado hawajakamatwa mpaka sasa. Basi nendeni mkaitafute. Pete, nipatie 100,000.
Karibuni sana. Umependeza mjukuu wangu. Asante bibi. Kuna zawadi zako kama zote huko. Asante. Sofia akiishi na mimi atapendeza zaidi ya hivi. Tuanze tu kuishi pamoja kwa kweli. Usijali mjukuu wangu. Bibi. Mimi ni waache sasa jamani, usiku mwema. Na wewe pia. Mimi nampenda sana Sofia. Usijali mjukuu wangu, utampata tu Sofia. Unaweza kuniona cheka cheka kama sina akili, lakini nakuwa anabagaa nikimuona kiukweli nakuwa kama zoba. Sofia, usiku mwema mama. Yaani tushakuona kabisa ujue wewe sio mwenzetu. Alafu kuna kanamna fulani hivi kanaendelea. Hivi Vevo, kwa pesa ulizokuwa nazo, unashindwa kutoa 300,000. Tukafanya nauli tukaenda kuiuza hiyo pete. Kwanza sio kutoa pesa. Wewe unamiliki gari. Ni mchongo tu wa kuweka mafuta. Tukaenda mjini tukaiuza hiyo pete. Au kweli ushaiuza hiyo pete? Hapa kuna machaguo haya mawili. Utupe pesa twende mjini tukauze hiyo pete, au tupe hiyo pete wewe usihusike nayo, au fanya tathmini ya hiyo pete. Wewe tupe chetu, wewe kaiuze kimpango wako. Maana tushachoka kukufuatafuata. Yaani inaonekana kama tunakushobokea vile yani. Yaani kama tunakushobokea. Wewe ndio mlikuja na mapanga mnataka mnishinje au? Okay sawa. Hakuna yoyote kati yetu mwenye uhakika kwamba ile pete ni dhahabu. Nafanya hivi tu kwa sababu sitaki hizi shida za kuendelea kufuatana. Mnahitaji niwapatie kiasi gani? Lete pete kwanza. Si tumekubaliana kwamba nawape pesa au? Kalete milioni 2. Sawa, sasa mnasikia? Sihitaji tena tuendelee kufuatana. Sawa eh? Tajiri Zumba na Zengo tajiri. Tajiri Zumba na Zengo tajiri. Katika. Zumba na Zengo tajiri. Yupo inabadilika. Naitwa nani? Naitwa Sengo, naitwa Sengo. Naitwa nani? Naitwa nani? Naitwa Zumba, naitwa Zumba. Sengo. Unajua kunitia aibu mwanaume wewe. Mbona sio kawaida yako Sengo? Ilikuwaje ukalewa mpaka ukashindwa kujitambua? Wewe. Haya, na hizo helo ulikuwa unagawa huko kirabuni kwa Sifa. Ulizipata wapi? Hali ya kuwa nyumbani hujaacha hata shilingi ya kuhemea. Utegemea mimi nakula wapi? Pesa zangu. Hapa hujaona hela hapa? Hela gani unaozungumzia wewe? Unanidhalilisha wewe mwanaume. Tuondoke. Tufanye kazi. Tutafute pesa. Tufanye kazi. Unaona wenye magari mengi, si unaona wenye majumba mengi, wakitafuta pesa ili wapate shilingi.
walifanya kazi ili wapate shilingi. Mama, sijui hata pepo gani limetukumba. Hakika ukishika pesa ambayo hujawahi kushika katika maisha ni mateso sana hudani. Yaani Sengo, kweli mimi wakutupia tu pesa? Au tumfuate tena Vevo atupotea pesa nyingine? Zumba, tunawezaje kufanya hivyo aliyakuwa tushakubaliana? Habari zenu? Salamu. Nahitaji kuzungumza na nyinyi kidogo. Nadhani mnafahamu baba yangu alikuwa ni tajiri mkubwa hapa kijijini. Na alipofariki kuna watu walienda kuchimba kaburi lake na kuiba pete yake. Sisi tunahitaji watu wa kushirikiana nao. Na tutawalipa pesa nzuri tu. Na watu wenyewe ni nyinyi. Endapo mkifanikiwa kumpata muhusika na akarudisha pete, basi tutawalipa pesa taslim milioni 5. Hiyo pete inaonekana ina thamani kubwa sana. Na ndio maana Vevo amewapatia hiyo pesa ili mmwachie pete hiyo. Hata hao watoto wa marehemu wanataka wawapatie hiyo pesa ili mradi tu mwapatie pete hiyo. Ni kweli. Hata mimi naona hivyo. Na mtu anayemiliki hiyo pete bila shaka nyota umwakia na lazima afanikiwe. Ndivyo inavyoonekana. Sina uhakika, ila inawezekana ikawa hivyo. Hiyo pete lazima tuimiliki sisi ili kuondokana na huu maskini. Tunawezaje kumiliki sisi hiyo pete aliyakuwa tunashirikiana na Zumba? Huyu inaonesha alikabwa mpaka kufariki. Kangu, mimi nakujua vizuri. Kwa namna moja ama nyingine utakuwa unahusika kwenye hili. Kwa hiyo unahisi mimi nahusika na kifo cha rafiki yako Zumba? Sawa. Ni kweli. Mimi ndiye niliyehusika na kifo chake. Kwa mikono yangu mwenyewe nimemwangamiza rafiki yako. Hisia zako ziko sahihi kabisa. Tumeishi kwa muda mrefu sana kwenye haya maisha magumu. Hivyo nikiona kuna namna yote naweza kufanya ili kuondokana na huu maskini, huwa sijiulizi mara mbili. Abigail, hivi unajua unachokizungumza? Na kwa nini uamue kuchukua maamuzi magumu bila hata kunishirikisha? Wewe hujui kama yule mimi ni rafiki yangu?
Uliwezaje? Sawa. Vipi kama tutapata hiyo pete na ikawa tofauti na unavyodhani? Hauoni kama utakuwa umefanya jambo la kipuuzi mno? Relax mume wangu. Mifano ya watu waliofanikiwa waliowahi kumiliki hiyo pete unayo. Mfano marehemu Mwenda. Kama hivyo Vevo. Hivyo pindi tutakapoimiliki, kufanikiwa ni lazima baba. Kwanza ilibidi ujivunie kuwa na mwanamke mwenye akili kama mimi. Usiku mwema. Vevo. Wewe nani? Mimi Pete. Pete unayoimiliki. Njaa inauma. Mwenzako alikuwa ananimiliki mwanzo. Alikuwa ananipatia chakula. Ila wewe haunipi. Unamaanisha nini kwa kusema hivyo? Nataka sadaka. Sadaka ya watu 7. Au nianze na bibi mkwe wako. Kuna ubaya? Pole sana mjomba. Asante sana. Na chanzo cha kifo labda ni nini hasa? Alitoka ndani, alikuwa akimalizia kuosha vyombo. Ghafla alidondoka na umauti kumkuta hapo hapo. Poleni sana kiukweli. Na wala msihangaike kuchangisha watu msibani. Gharama zote za mazishi nitagharamikia mimi. Tutashukuru sana. Asante kwa chakula. Nimeshiba. Kumbe haikuwa ni ndoto. Vevo, hauoti. Ni kama vile unavyopata pesa tu. Sio pesa za ndoto zile. Ina maana wewe ndio umemuua bibi mkwe wangu? Mimi sijamuua. Nimekula chakula changu. Yaani licha ndugu yangu kufariki, nipo bado naendelea kulipambania hilo swala. Endapo nitapogundua chochote,
nitakuja kuwaeleza ili mradi tujue tunairudishaje hiyo pete mikononi mwenu. Sawa. Sisi tulitaka kujua maendeleo. Lakini kama ni hivyo sio mbaya. Tukutakia usiku mwema. Na nyinyi pia. Si unawaona wenye magari mengi, si unawaona wenye majumba mengi, walitafuta pesa ili wapate shilingi, walifanya kazi. Kifo cha bibi yangu si bure, kitakuwa kina namna. Kipenzi changu Sofia, hautakiwi kuwaza hivyo na kuwaza. Ni kifo kama vifo vingine. Ukianza kusema hivyo utapata dhambi kwa Mungu. Pole sana Maria. Sijui naweza kukuona ili nikupe pole vizuri. Hivyo hebu tu wewe, kwani unanitafuta nini? Si nishakwambia uachane na huyu mwanamke. Kwa hiyo tutoe pole. Kwa hiyo kumpa pole ndo mpaka umuone. Halo? Umesikia maneno yake? Hivi mpuuzi wako mimi anatafuta nini hasa? Basi mpenzi, usilalamike. Mimi ni wako. Si unajua bado nina msiba. Kwa hiyo sitaki kuwaza kitu chochote kile. Twende chumbani tukalale. Vevo, huyo jamaa kama anakusumbua, mimi naweza kumla. Umle kivipi yani? Kumla. Yaani ndio ukamle, ndio nakuuliza ukamle kivipi? Nimalizane naye. Sofia, usilie hivyo bwana. Unajua mimi nakuwa naona hivyo, nataka ni marehemu. Hivi una akili wewe? Huu ndio muda sasa wa kuweza kuchukua mfano. Sasa tunawezaje kuchukua pete hapa? Acha uoga. Hilo swala ni chini. Wewe nenda kamwambie na mazungumzo naye. Vevo anahitaji kuzungumza na wewe. Vevo, nimekuokoa. Walitaka wakuue alafu waniibe. Mimi naona tuachane na hili swala. Kwa sababu licha ya ndugu yangu kufariki, nipo bado naendelea kulipambania hilo swala. Endapo nitapogundua chochote,
nitakuja kuwaeleza ili mradi tujue tunarudishaje hiyo pete mikononi mwenu. Sawa. Sisi tulitaka kujua maendeleo. Lakini kama ni hivyo, sio mbaya. Tukutakia usiku mwema. Na nyinyi pia. Licha ndugu yangu kufariki, nipo bado naendelea kulipambania hilo swala. Endapo nitapogundua chochote, nitakuja kuwaeleza ili mradi tujue tunarudishaje hiyo pete mikononi mwenu. Sawa. Sisi tulitaka kujua maendeleo. Lakini kama ni hivyo, sio mbaya. Tukutakia usiku mwema. Na nyinyi pia. Halo? Mimi huyo nimechukua sadaka yangu. Unyama hapo baridi. Unawezaje kufanya maamuzi bila kunishirikisha? Eti vipi bwana? Hamna shida. Pole sana ndugu yangu. Najua linachanganya lakini usichanganyikiwe kiasi hicho. Kabisa. Kwa niaba ya familia, nipende kutoa shukrani za dhati kwa namna ambavyo tulivyokusanyika kwa ajili ya kumstiri mwenzetu. Na hivi ndivyo inavyotakiwa kwenye kijiji chetu, kwamba mwenzetu anapopata matatizo, basi tunakutana na kuja kushirikiana katika jambo hilo. Lakini pia familia imetoa tamko kwamba baada ya maziko haya patakuwa hakuna matanga. Hivyo tutakapotoka hapa kila mmoja aende kwenye shughuli zake za kila siku. Asanteni. Devo. Njaa inauma tena. Nitakutukana wewe? Sasa usiambiwe ukweli. Tatizo lako wewe upendi kuambiwa ukweli. Mimi njaa inauma tena. Nachagua yoyote aliyeniona hapa. Wewe nengeneka tu. Bwana, imekuwaje tena? Sisi hatuelewi. Tunashangaa ghafla tukadondoka na kufariki. Devo. Ni mimi huyo. Kula chuma. Hivi unanitafuta nini wewe? Kutafuta nani? Amna, ni matukio tu haya ya vifo yanayotokea. Kwa hiyo nakuwa kama siko sawa fulani.
Mwenyekiti, mimi naelewa serikali haiamini kuhusu uchawi. Ni kweli kabisa. Ila twende kiubinadamu tu. Kwa hii stage ambayo imefikia hapa kwenye kijiji chetu, huo sio uchawi? Hapa kuna namna. Fanyia kazi wazo langu ambalo nimekupatia. Ni kweli. Hata mimi nalitilia shaka swala hili. Huenda patakuwa kuna namna, na ndio maana watu wanakufa hivi. Ila nitalifanyia kazi swala hili. Ndugu zangu, naona kuna matatizo makubwa sana katika hichi kijiji. Kuna jini ananyonya damu za watu, na huyo jini ana mpango wa kuua watu 7. Mpaka sasa hivi ninavyozungumza na nyinyi, tayari ameshaua watu 4. Kwa maana bado watu 3. Wacha hayo. Kama mnavyojua, mimi ni kiboko ya wachawi, na nimekuja hapa kwa lengo la kulimaliza hili tatizo. Sawa? Tenkelo mama wamkoma, tenkelo mama wamkoma, tenkelo mama wamkoma, tenkelo mama. Ni swala ambalo linawaumiza sana wanakijiji. Na hichi kilichotokea cha mganga kufa imewanyong'onyesha mno. Nimejaribu kukaa na wazee wenzangu na kuweza kuzungumza nao. Wakadai kuna mganga kijiji cha pili. Ni hatari sana kwenye mambo haya na hajawahi kushindwa na kitu chochote. Kumleta hapa gharama zake ziko juu kidogo. Sasa tukaona huyu bwana Vevo unaweza kutusaidia kuchangia chochote ili tuweze kumleta. Ni kiasi gani cha pesa kinahitajika? Gharama zake ni 250. Lakini sisi kama viongozi tumekaa na kuchanga tukapata 120. Kwa hiyo tukipata kama 130 itatufaa sana. Hiyo ni shilingi 200. Nadhani itawafaa. Asante sana. Na hii pesa Kila Mvevo. Hakuna kitu cha bure duniani ndugu wewe. Fanya kazi upate pesa. Hakuna kitu cha bure. Mume wangu, hivi unakumbuka ile siku tulipotaka kumwibia pete Vevo? Na ghafla zikatokea fimbo na kuanza kutuchapa. Unakumbuka vizuri? Ndio nakumbuka. Umeona kilichomtokea huyu mganga leo? Kutandikwa fimbo bila kuonekana. Sikia. Vevo anahusika kwenye hivi vifo vya watu hapa kijijini. Mbona kama kweli mke wangu? Sio kama kweli. Ni kweli Vevo anahusika. Mimi nadhani twende tukamweleze mwenyekiti kuwa tuna mashaka na Vevo.
na nahusika kwa namna moja ama nyingine. Kuna nini kinaendelea? Mwenyekiti amekutwa amekufa ofisini kwake. Yeah. Vevo, nimesha kunywa damu ya mwenyekiti tayari, bado mmoja. Ngoja kwanza, mimi nataka nikuulize kitu. Kwa hiyo ukitimiza hao watu 7 unakuwa unasumbui tena? Kama kawaida. Kwa hiyo unaniacha na utajiri wangu na unaendelea kuniletea pesa kama kawaida? Hivyo hivyo, kumbe unanielewa. Haya, tafuta wewe mmoja tumalizane. Ndio maana nakupenda. Yoyote yule Bwana, wewe nenda mtaani katafute wewe mmoja wa mwisho, malizia tumalizane. Sofia. 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 Sofia, hapana, Sofia. Sofia, mpenzi wangu. Sofia. Sofia. Sofia, hapana, Sofia, hapa, Sofia. Vevo, nini huyo? Tumeshamalizana tayari, si unyama eh? Eh? Hapo baridi sasa.
Pete tumeipata kiurahisi hivi. Maisha yetu yanaenda kubadilika sasa. Jamani, pete wangu umekuja kiurahisi. Mume wangu, maisha yamebadilika. Naomba uchome hicho kibanda. Naomba uchome hicho kibanda. Nini? Asanteni sana. Asanteni nanyi pia. Kaka, siamini kama tumeweza kuipata hii pete. We, haitoki mikamata hiyo. Ni nini? Mwenye sielewi. Ilikuwa inanibana, yani mpaka nilikuwa nahisi na mbavu zinabana. Pole kaka. Ila inabidi kesho asubuhi twende kwa baba mdogo ili akatuelezea ni namna gani ya kuitumia hii pete. Sawa, weka hifadhi ndani. Judy. Wa Judy. Abe kaka. Yaani muda mrefu tunakusubiria wewe. Ujiandaa gani huko sasa? Kaka, mimi nimejiandaa muda mrefu tu. Ila shida ni pete. Pale ambapo nimeiweka sioni. Vevo. Mimi nataka niishi na wewe. Wewe ndo mshikaji wangu. Watu wengine si wakubali Jau. Nenda kwenda nyumbani.
Nyumbani wapi tena? Kati hapa ndo kwako Vevo. Kila Mvevo, hakuna kitu cha bure duniani ndugu wewe. Fanya kazi upate pesa, hakuna kitu cha bure duniani ndugu. Fanya kazi we upate pesa. Ukipenda vya bure utakufa lolo. Tutafute pesa, tufanye kazi. Tutafute pesa, tufanye kazi. Si unawaona wenye magari mengi, si unawaona wenye majumba mengi, walitafuta pesa ili wapate shilingi, walifanya kazi ili wapate shilingi. Mama Klabu Vevo nakwambia wewe. Tutafute pesa, tufanye kazi. Tutafute pesa, tufanye kazi.